Nimekumichi sana kipenzi changu, Apollo Master, sweetheart. Leo bwana, nimekuja sitaki vitu vingi sana kutoka kwako. Usije ukaniona nina tamaa. Mimi ninachokihitaji ni kizazi tu. Usitoe macho, nadhani umenielewa sister. Sio sister huyo. Kwako wewe, ila kwangu mimi sister tu huyo Apollo. Sikiliza mchumba, mimi nimekumishi sana mshikaji wangu. And I want to revenge the same way that you do to me. Umenikata kizazi, nikaenda hospitali, nimeuguzwa wiki nzima hii. Nimewani tena ulivyokuwa huna akili mshikaji. Unanifuata tena kule hospitali kabla sijapona. Unataka kuniletea ugomvi. Sasa niko vizuri shikangaga. Na nimerudi kama Mugambo ambaye leo atakifyekelea mbali kizazi chako. Wewe bwana Apollo pamoja na huyu ndugu yako Shahidi Jicho Nundu. Leo naondoka na vizazi vyenu hapa. By time hatutaruhusu hilo swala litokee dogo. Acha kubabwaja namna hiyo. Hatuko tayari kuona wewe unatuchezea kwa namna hiyo. Lazima tupambane mpaka kufa kwetu. Afe kipa, afe beki, lazima kieleweke hapa. Kwa sababu dogo unatuchezea sana akili wewe. Unatuona sisi kama bibi zako. Na kitu ambacho ukijui sisi tulikuwa tumejipanga hapa ndo tulikuwa tunakufuata hivyo. Lakini kwa sababu umetufuata mwenyewe kambini, ni shega hapa leo kitaeleweka. Cheki linalo linavokoroma litoto la kiume. Unakoroma nini? Unamkoromea nani sasa? Au unadhani sisi hatujajipanga? Tumejipanga sisi kuja hapa. Na kwa taarifa yako sisi hatutoki hapa hadi tuhakikishe tunaondoka na chululu yako wewe Saidi Kijicho na chululu ya yule ndugu yako yule Apollo Master sijui. Japo hatuoni imeotea wapi, lakini kitaeleweka tu hapa. Lazima tutoke na chululu zenu na tunaenda kuwadhalilisha mtaani. Zikaonekane uko Sinza madukani. Pale mlipomkatia mpenzi wangu. Shega, Waswahili wanasema kwamba mtoto akililia wembe unampa. Ukishamkata mwenyewe ndo atajua sasa. Ukakata makende, kata vibaya mno. Kwa sababu mmetaka wenyewe kupambana na sisi, basi na mmetufuata wenyewe katika kilinge chetu. Sawa, sisi tumeaccept challenge. Tuko tayari kwa lolote. Na uzuri wake sisi wenzenu tulishajiandaa mapema. Nyie mmekifuata kifo. Mnataka kucheza na upanga ambao umenolewa siku 3 mfululizo. Tumeunoa upanga ambao umemkata huyu bwana kizazi siku 3 mfululizo. Kwa hiyo leo hakuna haja ya kuurusha sana, ni kupitisha tu sehemu za siri na kumalizia vibaki. Na leo tutakata hadi nywele hizo. Umesema upanga mmeunoa siku ngapi? Siku 3 mfululizo. Siku 3 mfululizo. Leo hatutakata kizazi, ila tutasawazisha. Kwa maana huu upanga haukati, unasawazisha. Uangalie, utaona makende yanavyoruka juu. Kizazi kinavyopeperuka, na hadi unyoya leo tunatoa, kwa sababu upanga ni mkali vibaya mno. Umenolewa kwa ustadi mkubwa. Shafi. Hata hivyo sisi wenyewe tulikuwa tunahitaji, tunawaja tutakataje vizazi, maana hatujaja na kitu wala nini hapa, tumekuja mikono mitupu. Kwa hiyo tutautumia huo upanga kwenye kuwakatia vizazi. Kama mmeunoa, mmefanya kitu cha maana sana. Sasa leo ama zenu ama zetu. Saidi! Yo. Itika basi kiume na wewe Saidi. Hey. Mimi nakukabidhi yule binti. Hakikisha unamfanya kama ulichomfanya siku ile. Hakikisha huyo binti anatepweta vibaya mno. Saidi, hiyo mali yako Saidi. Acha mimi nikomae na huyu bwana mdogo. Lazima nimsononole. Sawa master. Afande Jeni kipenzi changu. Usionyeshe udhaifu hata kidogo. Pambana kwa uwezo wako wote. Sawa. Wakati unapambana, fikiria jewei walichonifanyia hao mabwana. Wamenikata kizazi. Wameniharibia maisha. Hakikisha kwamba unapambana kwa uchungu ambao mimi nimeupata. Sawa. Pambana afande Jeni. Napambana baba. Mimi huyu mboga yangu simwachi salama. Aise, nimeitisha hichi kikao cha haraka ili kukemea uzembe ambao unaendelea kufanyika hapa jamani. Huu uzembe mnaofanya nitawafukuza kazi na msipate hata 100. Muondoke mikono mitupu hapa nyumbani kwangu.
Mimi nawategemea kama mabodyguard, kama walinzi. Sasa ninavyoona vitu vya ajabu ajabu vinaingia humu ndani, mnashindwa kuzuia. Huo ni uzembe. Eti Mbena ulikuwa wapi wewe hadi yule paka anaingia humu ndani analeta fujo? Sasa kusema ukweli unaweza ukachukulia mimi ni mzembe kiasi cha kumruhusu paka aingie ndani, na ulishaniambia kwamba hakikisha hata sisimizi hapenyi na kuingia humu ndani kufanya uchafuzi. Lakini mimi yule paka mimi sijamuona afande, na hakuna hata sekunde moja niliolala. Sijalala mimi bosi, sijalala, nilikuwa macho na niko makini, very 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 active. Sijawahi kuona paka anaingia wala kiumbe chochote kinakuja pale getini kuingia humu ndani. Hakuna tajiri, hakuna. Yule paka mimi sijui kapitia wapi. Hajapitia pale nilipo, kwa sababu mimi nafanya doria, nazunguka getini, katikati pale, kwa nyuma pale, kwa mbembe. Hakuna, sijamuona kwa kweli akiingia. Bosi, hata mimi pia niko pamoja na Mbena, kwa sababu we are very active, tunafanya kazi kama unavyotaka bosi. Lakini kuhusu huyu paka kuingia humu ndani, kwa kweli hizi lawama tusimpe bwana Mbena, kwa sababu hata hapa alipotoka, kwani umeona kapitia mlangoni? Sikayeyuka tu hapa kiajabu ajabu. Yule sio paka bosi, yule ni mchawi. Unaona, sio paka, yule ni mchawi. Labda sisi tungekuwa na nguvu za kichawi, tungeweza kujua ni wapi anapopitia, au hata Mbena angemuona wakati anaingia. Lakini yule kaingia hapa kichawi, ndio maana hata katoka kichawi. Sasa yani nashindwa kuelewa sasa ni mchawi gani mwingine ambaye ni nabifu naye jamani? Mimi nina bifu na mchawi gani zaidi ya yule mzee Msegena ambaye nishammaliza? Ni nani mchawi yupi? Eti mchawi yupi tena nina bifu naye? Wewe mchawi wewe ambaye unaona kabisa una bifu na mimi, njoo tukae mezani tuzungumze, yasije akakukuta tena mzee Msegena. Nendeni mkaendelee kufanya kazi vijana wangu. Mimi nitalifikiria ili kwa makini, ili nijue ni nani huyu, ni mchawi yupi tena ambaye ameanza vurugu na mimi. Mbona unaniangalia kimagumashi hivyo dokta? Nimekuja kumuona mgonjwa, alafu leo hata sina hamnai kusema kwamba eti sijui nitangangania kulala kama siku ile. Hapana, nimekuja tu mara moja niondoke zangu. Hata kama umekuja mara 2, mara 3, mara 4, mara 5, hata mara 100, mimi hainihusu binti. Mimi nilichokuwa na kutizama usoni kwa makini, nilikuwa nahisi labda umepata taarifa kwamba mjomba Nchumali kashapona, si mgonjwa tena, na anatakiwa kutoka hapa hospitali. Hatuna shida naye, na dawa zote kashamaliza, matibabu yamekamilika na ameshapona. Hivyo na kutizama usoni, labda utakuwa mmeshawasiliana kwamba uje kulipa bili anayodaiwa, maana anadaiwa milioni 5 na hiyo pesa yeye hana. Kwa hiyo nilienda kule nikamuuliza vipi kuhusu bili, akasema mpenzi wangu yule akija tena hapa sijui ndo atalipa hiyo bili. Ndio nakutizama sasa uniambie kwamba je, tuna clear? Nikupe risiti haraka haraka uondoke na mume wako mkafanyia umalaya nyumbani. Umesema anadaiwa shingapi bili? Milioni 5, na akasema mlipaji ni wewe. Mimi nilipe milioni 5 hizo mimi nazitoa wapi? Wakati mimi mwenyewe hapa nikijikuna natoka unga. Sina hizo hela kwa kweli. Sina. Alafu mwambie hivi, maana nishagaili huko kwenyewe sitafika tena. Sitaenda huko. Mwambie hivi, yule binti alikupendea wewe kwa sababu ya hogo na michezo, lakini hizo pesa za kulipa bili milioni 5 hana. Ni kweli milioni 5 mimi siwezi kushindwa kuipata, kwa sababu nikikopa hivi nikawapigia simu na ndugu zangu wananichangia napata milioni 5, lakini siwezi kupoteza muda wangu kulipia babu amezeeka. Mbabu mimi nilikuwa nampenda tu kwa michezo, lakini kama ndio hivyo mimi huo mchezo huo kwa kweli siuwezi. Kwa heri. Mwambie ule binti kaja hapa kaondoka kaishia huku. Wewe binti. Hapa hamna mchumba hapa. Aliyakanyaga. Nimemjaribu tu hata kusema jamani mimi nachangia basi 100,000 kwenye hiyo milioni 5. Kanasema kabisa hakana hela. Takataka hii. Nishamtoi kipenzi changu kabla hatujawakata makende na kizazi, maana tukiwakata watakuwa wanalia muda wote, watakuwa wanalia kusaga meno. Nilikuwa naomba kwanza wazungumze na bosi wao kwa sauti ya ukakamavu, wamwambie hivi washakumaliza Shemtoi,
Kwa hiyo wao wanataka kumpelekea kichwa ili bosi akae na bashasha na vibe, ajue kwamba kazi imeisha. Kumbe tunakwenda kumkamata na kumpeleka kizimbani. Waongee kwanza na simu.